Lakini kama mzazi utasimama katika maombi uombee mtoto, kama mtoto ulizaa mtoto akiwa nabii, utaona mtoto pia ameanza kukua sensitive kiroho na mdogo, sababu wewe kama mzazi umebeba mtoto. Kuna wengi hapa mmezaa wafalme, kuna wengi hapa mmezaa manabii, lakini sasa hao manabii tena hawako pale kwa familia. Macho ya mtoto wako ilifungwa, ilichukuliwa na shetani. Nyota watoto ilichukuliwa ikiwa wapi kama mzazi? That's why kuna wazazi wengi mtahukumiwa. Hebu niambie mtu kama mimi, mzazi wangu hakuwa anajua kama atakuwa apostle. Sasa hivi ndio anaona kumbe huyu mtu ndio nilikuwa nimebeba. Maana sasa hivi ni msaada kwa familia, na ni msaada kwako, na ni msaada kwa wengine. So sasa hivi ndio niona kumbe nilikuwa nimebeba mtu wa maana. Na ni sawa sawa na wewe. Wewe hujui kama mtoto wako ni pastor wa kesho? Hawe hujui. Wewe hujui mtoto wako kama ni reverend wa kesho? Evangelist wa kesho? Wewe hujui kama mtoto wako siku moja atakuja vuto ya machozi? Haujui. Haujui. Ungekuwa unajua, ungekuwa unatafuta siku moja ya kufunga ili shetani asifanye kutoka alema kiroho. Watoto wa wengi hapa wako hai kimwili, lakini kiroho walipelekwa, hata hawako duniani, walipelekwa bali. That's why wewe hata ukiwa mtu mzima unaota ukiwa baharini. Unashangaa kwa nini? Ulichukuliwa ukiwa mdogo ukapelekwa baharini. Kuna mwingine ndio mimi sipendaje mtu akiongelea kuhusu shetani. Sababu kuna mtu anakuambia apostle anaota mambo mengi sana. Anaota akiwa baharini. Watu wake wote wameingizwa baharini. Yeye anatumikia kule baharini. Wengine unaota tayari, unaota ukionyesha mtoto katika ndoto. Jibu inamaanisha vipi? Haifai wewe kuota ndoto ukionyesha mtoto. Haifai. Na the moment unaanza kuota ndoto ya kuonyesha mtoto katika ndoto yako, unaona unaonyesha mtoto, jua shetani ameingia katika anga yako. Kuna mahali standa kule kufanya ile ya maisha. Aidha maisha yako ya ndoa ama maisha yako ya kiroho. Na baada ya kuota hiyo ndoto, utaona utaanza kuwa na shida. Nataka unisikize. Utaanza kuwa na shida ya kuumwa na tumbo hapa. Sababu gani? Wewe umeolewa katika ulimwengu wa kiroho. Na inaweza kuwa kuna uwezekano kubwa hapa duniani unaweza kuwa hauna mtoto, lakini katika ulimwengu wa kiroho unaona uko na mtoto. Fast unaona uko na fast. Mpaka unaona kabisa kwa watoto wanne ama watano. Unaona. Sio ulimwengu wa kiroho. Lakini this realm, this natural realm, hauna chochote. Kuna wengine unakuta tayari maisha yako hapa duniani shetani ameshalemeza maisha yako. Ukiangalia katika anga yako unaona manyumba. Ukilala usiku hata sometimes unaota ukiwa na pesa. Ukiwa na pesa. Hiyo si ndoto nzuri. Usiamke asubuhi useme naona breakthrough gani hiyo. Okay, kama ni breakthrough, kwa nini tangia watu ndoto hawajaipata hiyo pesa mpaka leo hii? Hebu ongea ongea. Maana lazima sisi wote hapa tumeota hiyo. Hebu sijirani, umeota ukihesabu pesa kama milioni 1. Mpaka unaonyesha kwa ndoto unaficha ili mtu asione. Wewe jirani, hiyo pesa milioni 1 ilifika wapi? Usinidanganya, hujaota. Kila mtu ameota hapa.
Kuna mtu hajaota ndoto ya kuwa na gari. Basi wewe shetani amekumaliza. Kama hajaota ndoto ya kuwa na pesa. Sasa kama una pesa in the physical realm, si basi uko nayo basi kwa ndoto ringa nayo kwa ndoto. Haleluya. Na hakuna kitu mbaya wote ukiwa na milioni umetembea nao usiku wote mzigo wakifita. Unakuwa na stress. Unajaribu kuficha hapo unaona kama kuna mtu anakuona unachukua unakaa naye. Sasa ile masaa umelala unakuta mkono wako ndio hivi. Mtu anafikiria anafikiria mama ameweka hivyo mkono ni starehe ya kulala, kumbe ni pesa ile vitu. Msema ile kumbe ni mamilioni ameficha hapo. Akiamka asubuhi anakuta ndio amekaukiwa, anadaiwa kila mahali. Anaanza kushinda. Hii pesa ilienda wapi? Na unakaa bana 1 month ndio unaona kukaukiwa. Baada ya 2 months unaona kukaukiwa. Unashangaa ni vipi? Ni baba anakuonyesha the time nilikuwa nikiota ndoto kama hiyo na naingia katika anga ya vita. Najua ibilisi anaanza kukamata anga yangu ya fedha. Kuna ndoto nikiona hivi ninajua hapa kuna breakthrough ya pesa. Kuna breakthrough ya pesa. Kuna ndoto nikiota najua hapa kuna taji mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ukiona katika maisha yako jua tayari umelemaa kiroho. Na kuna kulemaa kiroho mara mbili. Wewe mwenyewe unaweza lemeza maisha yako ya kiroho kwa sababu ya kuishi katika dhambi. Na kuna vile pia ibilisi, laana na madhabahu za kifamilia inaweza fanya maisha yako ya kiroho ilemaa. Unataka kuinuka, unasikia umeanguka. Unataka kusonga mbele katika wokovu, inashindikana. Unataka kuimba, inashindikana. Unataka kuhubiri, inashindikana. Unafikiria mimi kuhubiri ni kitu rahisi? Unafikiria kuhubiri ni kitu rahisi? Rahisi. Si kitu rahisi. Chunga siku moja usidanganye useme mimi nataka kuamka siku moja nihubiri. Hii kazi ya kuhubiri rahisi. Taona moto. Bwana asifiwe. Inahitaji neema. Sifikiri mimi napenda kuhubiri, napenda kusoma hapa. Ni vile kazi ya Mungu ni kama kazi ya jeshi. Ukianza hakuna kusaleka. Hakuna barua ya resignation. Mwambie Mungu, hii kazi yako imechelewa. Ile umekula kiapo, Baba atakutumikia mpaka nikufe. Niko. Wengine wakianza kula ramu na waangalia wewe, lakini mimi nilikuwa na kiapo, nilikia Mungu mpaka dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Nataka wewe uwe active katika maisha yako ya kiroho. Uwe active katika maisha yako ya kiroho. Na wewe kuwa active katika maisha yako ya kiroho haiwezi letwa na vitu vingine sipokuwa wewe kufocus na msalaba. Maandiko yanasema sisi tumefufuliwa na Kristo. Kwa hivyo tuyawaze mambo ya mbinguni. Tuwaze mambo ya mbinguni. Bwana asifiwe. Tuwaze mambo ya wapi? Ya duniani ama ya mbinguni? Ya wapi? Uliza jirani, na wewe unawaza mambo ya wapi? Anasemaje? Hawezi kuambia duniani, hapo hapa sasa hivi supernatural. Sasa hata umwambie chochote ni mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. Taswai Paulo aliongea na kanisa ya Wakolosai ya kwamba wafocus na maisha ya kiroho. Na ndio maana Paulo kama apostol katika maandiko ya kitabu cha Waefeso 1 itasoma hivi kutoka mstari wa 15 mpaka 18 hapo.
Paulo alitamani sana watu wafunguliwe macho ya kiroho. Kwa sababu gani Paulo alitamani watu wafunguliwe macho ya kiroho? Sababu alikuwa anajua shetani akitaka kumaliza muamini anafanya macho yake ya kiroho ilema. Sababu sasa ukishalema, ukishakuwa kipofu kiroho, basi utaenenda kulingana na vile unaona na macho yako ya nje.